wanapenda. Lazima watu wa Mungu tujue kwamba mafanikio ya kudumu yanapatikana kwa Mungu. Nasema na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii. Katika jina la Yesu Kristo, wasaidie watu wako. Haleluya. Kwa ajili ya utukufu wako. Utukufu na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Mtazidishiwa. Haleluya. Haleluya. Baba Mungu nainua macho yangu kwako Baba. Baba Mungu nainua macho yangu kwako Baba. Utazame moyo wangu, maana wewe ni uzima. Utazame moyo wangu, maana wewe ni uzima. Hakuna kama wewe Bwana, ni wewe pekee. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Niko na mke wangu mzuri. Mungu amekuwa mwema sana kwetu. Tunamshukuru sana Mungu. Ndio. Tunafahamu kwamba wako baadhi ya watu wanapenda kusikia mafundisho yetu kwa Kiswahili na tunataka kuanza pia kufundisha kwa Kiswahili. Na kwa hivyo tunawashukuru hata wale ambao mnapenda kuyasikia mafundisho kwa Kiswahili. Tutaandaa vipindi vya Kiswahili kwa ajili ya kuweza kuwafikia. Tunataka tu kuwashirikisha mambo machache leo kwa kifupi sana. Tuzungumze tu kidogo kuhusu mafanikio ya kudumu. Hili ni somo ambalo baba yangu mzazi mchungaji Enos Nkone ambaye ni bishop alifundisha wakati fulani, na mke wangu akalipenda sana. Lina ukweli mkubwa sana, mafanikio ya kudumu. Atasoma kitabu cha Methali sura ya 8 mstari wa 18. Amen. Methali sura ya 8 mstari wa 18. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam utajiri udumuo na haki pia. Jesus. Utajiri na heshima viko kwa Bwana. Mimi simjui mtu hata mmoja ambaye hapendi heshima. Simjui mtu hata mmoja ambaye hapendi utajiri. Vitu hivyo vitu viwili watu wote tunavitafuta kwa nguvu zote. Utajiri na heshima. Lakini usipokuwa mwangalifu utakwenda kutafuta heshima mahali ambapo hautaipata heshima ya kudumu. Usipokuwa mwangalifu utakwenda kutafuta utajiri mahali ambapo hautapata utajiri wa kudumu. Eti kwa sababu unawaona watu fulani wamefanikiwa na wamekaa kwenye mafanikio muda mrefu, wao unaamini kwamba hayo mafanikio ni ya kudumu. Mafanikio ya kudumu ni yale ambayo hayakufanya ukalala usipate usingizi. Mafanikio ya kudumu ambayo Biblia inayozungumzia ni yale ambayo ukilala unalala kama mtoto mdogo. Hauna hofu.
Kwa hiyo Biblia inasema hapa Methali sura ya 8 mstari wa 18 kwamba heshima na utajiri ni mali ya Bwana, tena utajiri wa kudumu. Mstari wa 19 nasema 18 inasema kwamba utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumu na haki pia. Mstari wa 19 inasema kwamba matunda yangu hupita dhahabu. Naam, dhahabu safi. Yes. Na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Jesus. Natembea katika njia ya haki. Hallelujah. Katikati ya mapito ya hukumu. Hallelujah. Niwaridhishie mali wale wanipendao. Aweze kukuridhishia urithi mali wale anawapenda. Lazima watu wa Mungu tujue kwamba mafanikio ya kudumu yanapatikana kwa Mungu. Ni kweli. Usilazimisha kufanikiwa haraka haraka. Biblia inasema mafanikio ya haraka haraka huwa hayakai. Amen. Unataka tu baada ya muda fulani umefanikiwa, matokeo yake unaanza kufanya biashara zisizokuwa nzuri. Fanya bidii ya kumtafuta Mungu ambaye atakufanikisha. Mungu akikufanikisha anajua namna kulinda mali zako. Ukijifanikisha mwenyewe utateseka. Biblia inazungumza, Mungu anasema kwamba baraka ya Mungu hachanganyi huzuni nayo. Mungu akikubariki hautakuwa mtu wa kuhuzunika na kuteseka. Lakini ukijibariki mwenyewe utateseka kweli. Kwa hiyo napenda kukutia moyo tu kwa maneno haya machache kwamba jua kumtafuta Mungu na kumtegemea Mungu, na tafuta utajiri kupitia Mungu. Mungu atakufanikisha. Muheshimu. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 9 anasema ya kwamba umheshimu Mungu kwa mali zako. Akikufanikisha, jua namna ya kumheshimu kwa mali zako. Usikubali kupata utajiri hujui namna ya kumheshimu Mungu. Kiburi kinakuwa kikubwa, unasumbua watu kwa sababu ya utajiri wako. Mungu hajakubariki ili usumbue watu wengine. Mungu hakubariki ili utese watu wengine. Mungu hakubariki ili ujidai. Mungu anakubariki ili uwe baraka kwa watu wengine. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Na Mungu akusaidie uweze kumtafuta ili aweze kukufanikisha. Asante sana kwa kutusikiliza. Nitapenda mke wangu naye aseme maneno machache kabla hatujawaacha. Amen. Mimi nitasema tu kidogo. Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Yes. Nakumbuka wimbo marehemu baba yangu alikuwa anapenda kuimba, utafuteni ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Yes. Mafanikio mengi yanayokuja kabla wewe kumjua Mungu, mengi yanatuharibu. Mafanikio yanayokuja baada ya kumfahamu Mungu yanadumu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kuwa na adabu ya kumheshimu Mungu. Biblia inasema na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Yes. And then baada ya hapo ndo nasema kwamba utajiri na heshima viko kwangu, na utajiri udumu na haki pia. Kwa maana hiyo unaanza kumpenda Mungu kwanza. Yes. And then yeye ana respond. Akirespond anakupa utajiri. Mungu ni waajabu sana. Mungu hawezi kukutumia wewe na kukubless bila kukupa utajiri. Na utajiri wake unaanza rohoni. Come on now. Biblia inasema mfanikiwe kama roho zenu zifanikiwavyo. Come on now. Yes. Kwa hiyo mafanikio yakianza rohoni, yakiishia mwilini, yanakuwa ni ya kulindwa, ya kulindika na Mungu. Lakini ya heshima. Lakini mafanikio yakiwa mafanikio ya nje, baadaye tukimfuata Mungu inabidi aanze kuvunja kiburi. Yeah. Kwa sababu mafanikio ya kabla ya kumjua Mungu yanaleta kiburi. Kabisa. Yakishaleta kiburi, hata kumfuata Mungu inakuwa ni shida. Wewe unafikiri kwa nini leo watu hawataki kumfuata Mungu? Sio kwa sababu hawampendi Mungu. Anakompea vitu vya anafananisha vitu vya Mungu na vitu vyake mwenyewe, na huyu Mungu atanipeleka wapi mimi? Lakini ni vizuri kumfuata Mungu
then anatupa mafanikio ndani ya kumfuata Mungu. Watu wa Mungu tujitie moyo. Najua dunia tunaoishi sasa hivi kuna matajiri wengi sana. Na nafikiri kuna watu wengine wamekuwa wanaomba na kumtafuta Mungu. I hear the Lord say, namsikia Bwana anasema kuna watu wangu wamekuwa wananitafuta mimi kwa bidii sana, wakinitafuta kwa kufunga na kuomba, lakini hawajapata utajiri. Lakini Mungu anataka kwanza tumtafute yeye. Na wakati mwingine unajifananisha utajiri wako wewe mtu wa Mungu na watu ambao hawamjui Mungu. Hujui utajiri wao umeupataje. Kwa hiyo unapokuwa unamtafuta Mungu akutajirishe, don't compare yourself. Usijifananisha wewe na wao. Kwa sababu pesi ya Mungu, taratibu wa Mungu uko tofauti. Anatupeleka kidogo kidogo, lakini kidogo kidogo yenye ukamilifu. Hakutakuwa na kujikwaa na kuanguka na kuaibika. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo tumshikilie Mungu, tumtafute Mungu, atatufanikisha. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Mungu atubariki sana jamani, kama tulivyosema. Amen. Fanya bidii kupata utajiri kupitia kwa Mungu. Ndio. Mungu ataulinda. Hallelujah. Mungu atakupa afya njema. Ukienda kulala unalala bila hofu. Unapumzika kama mtoto mdogo. Amen. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena kipindi kijacho. Asante Amen. sana. Mungu awabariki. Tutakuwa na vipindi vya Kiswahili kila mara. Tutaangalia namna gani tukawa tunaviweka vipindi, lakini tutakuwa na vipindi vya Kiswahili kuweza pia kuwafikia vipindi vya Kiswahili kuweza pia kuwafikia wale ambao mnapendelea kusikia mafundisho kwa Kiswahili. Kwa hiyo tuombee Mungu. Si kazi rahisi kama unavyofikiria. Ni kazi ngumu kuweza kugusa moyo wako. Na nia yetu sisi sio kuonekana tu kwamba tuko kwenye TV au nia yetu sisi ni kuweza kugusa moyo wako. Ni kuweza kukugusa, kuweza kuwa pamoja na wewe moyoni, kuweza kusaidia uweze kufikia ile level ambayo Mungu anataka kuona unaifikia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haya yote tunayofanya ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Kumbuka kutuombea. Asante sana. Ngoja tuombe. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya watu wako hawa. Asante Bwana Yesu. Unawapenda sana. Asante Mungu wetu. Asante kwa sababu unajua kiu zao. Asante kimbilio letu. Unajua kilio chao. Unayajua mateso yao. Ndio Bwana. Unajua hofu zao. Wanapoamka asubuhi, wanapokwenda kulala. Hallelujah. Tunaomba kila mmoja wao wasaidie na magumu yao, wasaidie na matatizo yao, wasaidie na mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo. Hata wale ambao wana hofu za ndoa zao kuvunjika, Mungu wasaidie katika jina la Yesu. Ponya ndoa zao. Hata wale ambao wana hofu na watoto wao wakike kuharibika, linda watoto wao katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wasaidie watu wako Mungu kwa ajili ya utukufu wako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Tunaombea yatima na wajane sasa wasaidie Baba katika jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo Baba, ukawafungulie milango iliyokuwa imefungwa katika jina la Yesu Kristo. Watoto wakasomeshwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Wasaidie Baba wajane, wakumbuke Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kazi za shetani katika jina la Yesu Kristo. Saidia watu wako, inuka jao Bwana, wapiganie mkono wako kawe jao sasa katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru Mungu. Haleluya, haleluya, amen, amen. Mungu awabariki. Tuombe, tutaonana tena kipindi kijacho. Amen. Thank you Jesus. Ukibarikiwaga unaanza kufanya hivi kwanza.